not eat of the land. But if my people, oh yes, hata kama nyakati za kale mbili kuanzia 13 inasema nitafunga mbingu haitaleta mvua na nitaleta nzige watakula chakula chote, lakini kuanzia 13 inasema walakini watu wale wameitwa kwa jina langu wakija na kusimama. Bwana apewe sifa. So if judgment is spoken against the land, if God's people pray, God will relent. If God's people pray, God will relent. If God's people pray, God will deliver. If God's people pray, God will set free. Shetani ametuma maneno mabaya yaongelewe nchi, lakini watu wa Mungu wakiomba, Mungu ataikomboa. Watu wa Mungu wakifunga, Mungu ataibariki. Bwana apewe sifa. It's time to fast and pray. Wakati wa kufunga na kuomba. It's time to fast and pray, Kenya. Ni wakati wa kufunga na kuomba, Kenya. It's time to fast and pray for the land. Wakati wa kufunga na kuomba Shanda. No matter if things look good right now, don't stop fasting and praying. Because when things look good, that's when the enemy is planning an attack against the land. It's time. God promises, if my people will not just pray, but humble themselves and pray and seek my face and turn. Bwana apewe sifa. Ni wakati hata kama nyakati mambo hayaendi sabamba, ni wakati wetu wa kufunga na kuomba. Ni wakati wetu wa kusimama katika ncha. Na tukisimama naye Yesu ataweza kuja na ataweza kuponya nchi. Bwana apewe sifa. Our forefathers in Africa were more powerful than we are today. Baba zetu wa kale wa nchi ya Afrika walikuwa na nguvu kutuliko siku hizi. Because they know the secret power of prayer and fasting. Kwa sababu walikuwa wanajua nguvu na mamlaka inayotokana na kuomba na kufunga. We have laid it down. Sasa walikuwa wanalala. And we've taken up other things. Tukiweka mambo yetu ya kale chini na tuchukue mambo mengine mapya. But God is depending on you as a people who are called by His name. Na Yesu anakutegemea wewe kama mtu aliyeitwa kwa jina lake. He's calling us back to fasting and prayer. Anatuita turudie kufunga na kuomba. He's calling us back to evangelism of the land. Anatuita tena turudie injili. He's calling us to get deeper in the word of God. Anatuita na tuwalete mataifa katika nchi ya injili yake Yesu. He's calling us back to our first love. Anatuita turudie upendo wa kwanza. Remember thou from whence thou art fallen, and go back to do your first works. Na ukumbuke kule ambacho ulikoangukia na urudie kule ambapo ulianzia. Because some of us are lukewarm, we're neither hot nor cold. Kwa sababu wengi wetu tumekuwa tuko hapo katikati, hatuna baridi wala sisi si moto. But God said, I'd rather you were hot or cold. Na Yesu anasema ni aidha ukue moto ama baridi. Because if you remain lukewarm, kwa sababu ukikaa hapo katikati, oh God, help me Holy Ghost, I will spew you out of my mouth. Nitakutema utoke kwa mdomo wangu. Hallelujah to the King. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Glory. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Thank you, Lord. I bless the name Jesus. I bless the name Jesus. So, you see, the power of Esther's praying and fasting. Na waona nguvu za Esteri za kufunga na kuomba. When she stood Sazili alisimama in the royal apparel, katika malango ya kifalme. it was not her beauty, si urembo wake, that captured the king's eyes. ambao ulivutia mfalme kwa macho. It was the glory of God. Nayo ilikuwa ni neema yake Mungu. It was the glory of God. Ilikuwa ni neema yake Mungu. Because she was wearing the whole armor of God. Kwa sababu alivaa mavazi yote ya kivita yake Mungu. So when the king saw her, wakati mfalme alipomuona, he did not even remember the law that says she has to be summoned to come into the king's. hakukumbuka hata ile sheria ambayo ilikuwa inasema ni lazima angeweza kutoa ule mti wake na ili aweze kuja.
kwanza, she got instant approval. alipata tu ashamwambia njoo. The scepter was held out. Akatoa ule mti wake. I don't know what you come for, but approved. Sijui umekuja nini lakini nimekubali. I don't know what you come from. Sijui umekuja kwa sababu already done. It is approved. Imekubalika. It's your request. No matter what you want, it's already given to you. Even half of the kingdom. Hata kama ni nusu ya milki nishakupa. Approved. Nishakubali. Approved. Nishakubalisha. Hallelujah. Bwana pewe sifa. And so prayer and fasting caused Esther to get her request granted by the king. Kwa hivyo kwa maombi na kufunga ikagharimu Esther kupata chochote alichotaka kutoka kwa mfalme. The king even granted the request before hearing them. Hata mfalme alikubali yoyote aliyoagizwa hata kabla ya kusikia. Glory be to God. Bwana pewe sifa. Can we see the power of prayer and fasting? Naona nguvu za Can we see the power of prayer and fasting? Naona nguvu za kufunga na Can we kuomba. see where God wants us to get back? Unaona ni wapi Mungu anataka turudi. Hallelujah. Bwana pewe sifa. So prayer and fasting caused her to obtain favor from the king. Kuomba na kufunga iligharimu ama ikaleta yeye kupata neema kutokana na mfalme. And so when she went to see the king, she handed out her petitions incrementally, stage by stage. Wakati alipoenda kumwona mfalme, alipatiana maagizo yake kwa mpangilio. And because of prayer and fasting, it caused the king to honor Mordecai. Na kwa sababu ya kufunga na kuomba, ikagharimu mfalme kumuinua Mordekai. It made the enemy stage the honor of Mordecai. Ikafanya adui afanye mpango wa kumuinua Mordekai. So that night when the king could not sleep, Wakati ule mfalme hangeweza kulala, he looked in the book of Chronicles, kaangalia kitabu cha Mambo ya Nyakati, and he saw that what Mordecai done was never honored. akaona kunaye mmoja ambaye hakuweza kuinuliwa kwa mema aliyofanya. And he thought, what should be done to the man who saved the king's life? Naye akajiuliza na akauliza, ni nini kizuri kinaweza kufanyikiwa mtu ambaye amemuokoa mfalme? The God that we serve is such a great God. Naye Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu mkuu. That night he caused Haman, the enemy, to enter the king court when the king needed advice how to honor Mordecai. Na wakati mfalme alikuwa hana jibu ya vile atakavyoinua Mordekai, Mungu akasababisha Hamani aweze kuingia katika malango ya kifalme. So God will mess up the plan of the enemy and turn him around to be your footstool. Amen. Naye Mungu atabadilisha mpango wote wa adui na ufanye ndio jiwe utakayosimamia. If you know how to use this weapon of prayer and fasting. Kama unajua kutumia zana yako ya vita ya maombi na kufunga. And so when Haman stepped in the king's court, and the king said to him, what should be done to the man that the king desired to honor? Na wakati Hamani alipoingia kwa bwembo, naye mfalme akamuuliza, ni jambo lipi linalofanyiwa mtu ambaye mfalme anataka kuinua? So because Haman was so proud and haughty, watch this. Pride cometh before destruction, and a haughty spirit, what before what? A fall. Naye Hamani kwa bwembo na kiburi akaja, unajua kiburi chaja mbele ya kuanguka, na roho ambayo imekataana pia yaja mbele ya kuanguka. So he thought, who would the king desire to honor more than me? After all, I am the greatest in the kingdom. Naye akafikiria, ni nani mwingine mfalme anaweza kuinulia isipokuwa mimi? Na akiangalia nyuma na upande akaona ni yeye tu. And when Haman responded to the king, let that man wear one of the king's robe that the king has worn. Naye Hamani akijibu akijiona, akasema ya kwamba wacha na yule mtu avae mavazi ya kifalme ambayo mfalme huvaa. You see the power of pride? Unaona nguvu ama
inua kiburi. Right? It said, let that man ride up on the king's horse. Wacha huyo mtu naye aweze kutembezwa na farasi wa kifalme. And wear the king ring. Na avae hata pete ya kifalme. And be king for a day. Na akuwe yeye ni mfalme kwa siku. Let him ride through the city and be king for a day. Atembezwe katika mabarabara kuu, baraste zote, akuwe mfalme kwa siku. Hey! The king said, good idea. Take Mordecai, put him on the road, put him on the ring, ride him on a horse, let him be king for a day. The enemy, oh, yes. the enemy, Robert Shopper. I have no choice but to favor you when God's hand is upon your life. Naye mfalme akamwambia, umenena Hamani, mchukue Mordekai, umfanye kama vile vyote umetamka, na uenende naye katika baraste zote za Nairobi, ukisema huyu ni yule mtu ambaye mfalme anapendelea sana. Amen. Mungu anakupa neema ya ile aina kutokana na adui zako. You see this? Haman had already gone home after the first request from the queen, feeling proud that the queen called a banquet and only invited me and the king. Brought to his family, and his family gave him ungodly counsel. Said, make a gallows and hang Mordecai if you cannot stand to see him not bowing to you at the gate. Kwa kiburi chake na upumbavu wake, Hamani akaenenda nyumbani akiwa na furaha na mpwito kwa sababu alikuwa amealikwa katika Dina na Esteri, yeye peke yake na mfalme, na akaenenda na kupata ushauri kutokana na watu wao, akaweza kuweka malango makuu sana ya kuweza kumuua Hamani. Now turn to your neighbors. Kumuua Mordekai, amina. Angalia mlie karibu na yeye. Tell your neighbors. Mwambie aliye karibu nawe. Tell your enemies. Come on, tell your neighbors now. Tell your enemies. Ambia adui zako. When you're making the gallows, wakati anatengeneza zana za kuua, tell them make two. Mwambie atengeneze mbili. Because if you make one, kwa sababu ukitengeneza moja, that ought to be the only one that you are gonna hang on. Kwa sababu ukitengeneza moja wewe adui, hiyo moja ndio utakufia. Tell the enemy. Ambia adui hivyo. Make two. That if you make one, that's gonna be the one that you're gonna hang on. Ambia adui yako ukitengeneza zana za kunyonga, tengeneza mbili. Kwa sababu ukitengeneza moja, wewe adui ndio utatumia kunyongewa. I serve a great big wonderful God. Kwa sababu tunamtegemea Mungu mkuu. Find this great big God. Kwa sababu sisi ni wa Mungu mkuu ambaye anaweza. He's the King of all kings. Yeye ni mfalme wa wafalme. He's the Lord of all lords. He's the conquering Lion of the tribe of Judah. Yeye ni simba mkuu wa kutoka Yuda. He can break every chain. Anaweza kufunga and he can set the captives free. He came to set. The captives free. Alikuja kutuweka huru. Hallelujah. That's the power Hiyo ndio nguvu of fasting. ya kufunga na kuomba. If I perish, Kama ni kuangalia, kama ni kuangalia, if I perish, kama ni kuangalia, I perish. niangalie. But I must see the king. Lakini ni lazima nione mfalme. I must. We lose the battles when we go in the natural. But the battles that we face are not flesh and blood like how I can paint you. They cannot be seen. And sometimes they cannot be heard. But you know they're there when you connect in the spirit. They have divine powers. They have supernatural powers. Sorry. Listen in the name of Jesus. But you have divine powers. You have supernatural powers too. Because it is supernatural, your supernatural power will fight against that supernatural power. Your rod will devour their rod. Your snake will eat up their snake. They have no power. Bwana, tunaanguka katika vita kwa sababu ya kuingia na mwili. Bwana apewe sifa. Na hii vita ambayo tunapigana ni vita vya kiroho. Bwana apewe sifa. Ni vita ambavyo hatuwezi kuona na macho,
ambavyo vinatumia pepo na nguvu zilizo juu zaidi. Bwana apewe sifa. Lakini sisi pia tumepewa nguvu na mamlaka kupigana na hizi vita vya kiroho kutumia roho yake Mungu. Bwana apewe sifa. Na wakileta joka zetu zitamaliza zao. Wakileta makuu yetu yatamaliza yao. So watch this as I'm closing. Angalia haya nikifunga. And so when Haman went home, he hid his head in shame. When he went home and told his family, he said, you cannot come against him. They realized that the battle is already won by Mordecai. You cannot come against a man of God. You cannot come against a man of God. Even those who were the heathen would say that his family cannot come against him. The battle is already won. It is finished. The victory is already won. Naye Hamani alipoenda nyumbani akiwa anasikia vibaya sana, akaambiwa na watu wao, wachana na huyu mtu kwa sababu washakushinda. Hivi vita unavyojaribu kupigana ushashindwa. Unapopigana naye mwovu, hivi vita ushashinda. Hata kabla uanze ushashinda. And so the power of prayer and fasting set the final stage of Haman's life. When he went back into the banquet, maybe he didn't know what to expect. But when Esther exposed him at this stage of the banquet, and when Esther told the king about the enemy who was fighting against her people, the king was wrought. Na kwa ajili ya nguvu za maombi na kufunga, alipokuja ikuluni kukula haya mapishi ya usiku, naye Esteri alikuwa shamwambia mfalme yote ambayo Hamani alikuwa amepanga kuwatendea Wayahudi, na angeweza sasa kuponyoka. So when the king said, who is this enemy? She said, that wicked Haman, the adversary. Wakati mfalme alisikiza yote, akauliza ni nani huyo anataka kumaliza watu wa bibi yangu? Akaambiwa si mwingine ila ni Hamani mwenye kiburi. And so this was the final stage of the manifestation for the wicked enemy to manifest himself in the kingdom. Nayo ikakuwa ni mahala pazuri pa mwisho pa huyu mtu ambaye ana mipango mibaya, huyu adui kuweza kuanikwa mbele ya milki. He caused the king to get angry. Akasababisha mfalme kujawa na ghadhabu. No more favors for him now. Sasa hakuna neema yoyote kwake. But judgment is cast upon him. Lakini sasa amri na hukumu inatokea. Don't trouble a child of God. Usiweze kusumbuana na Don't mess with a child of God. Usiweze kusumbuana na mwana wa Mungu. Don't mess with a man or a woman of God. Usiweze kusumbuana na mwana ama mtu wa Mungu. Don't talk against a man or a woman of God. Usiongee kinyume na mtu ama mtu ameteuliwa na Mungu. You cannot conquer the child of God. Huwezi kumshinda mwana wa Mungu. Tell your enemies, you cannot conquer me. I am a child of the living God. Maadui zako hawezi kunishinda. Mimi ni mtoto wa mfalme. I am more than a conqueror. Mimi ni zaidi ya mshindi. I have been given power. Nimepewa nguvu. To tread upon serpents and scorpions. Kukanyanga majoka na wanyama wote. And all the power of the enemy. And nothing shall by enemies harm me. Na hakuna chochote kitaweza kuniguza. No weapon. Come on, say church, no weapon. No weapon. Hakuna silaha. Come on, say no weapon. Hakuna silaha. No weapon that is formed against me ambayo imetengenezwa kinyume nasi shall prosper. Itaweza And every tongue that rise up against me to judgment, I have the power to condemn in the name of Jesus. Na wakati chochote kitasimama juu yangu na kujaribu kunitolea kunikanyanga, niko na nguvu juu yake. Bwana apewe sifa. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus. Yes. For the weapons of my warfare. They are not carnal. They are not worldly weapons. They are not carnal weapons. They are mighty in God. They're pulling down strongholds, casting down imaginations, and every high thing. Hakuna vita vyovyote ambavyo vimetengewa
kunishinda, kwa sababu vile ambavyo mimi nimetengenezewa zina nguvu na mamlaka juu ya zile vingine vyote. Bwana apewe sifa. But if I perish, zitaweza kushindwa. I perish. Kama ni kuangamia, niangamie. If I perish, kama ni kuangamia, I perish. Niangamie. If I perish, kama ni kuangamia, I perish. Niangamie. But I must see the King. Lakini ni lazima nimuone. I must get the victory. Ni lazima nichukue ushindi. Victory over every circumstances. Nichukue ushindi juu ya mambo yote. Victory over every situation. Nichukue ushindi juu ya mambo yote. Because I'm a child of God. Kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. And this is the heritage of the servant of the Lord. God bless you. Na hii mambo yale anapewa. God bless you. Be an Esther today. Go without fear. Go without trembling. Do what God has called you to do. I seek the Lord while he may be found. I said you shall seek me, you shall find me. You seek me with your whole heart. With your whole heart. With your whole heart. As you leave here today, in your mind, the battle that you face cannot be conquered in the natural. You have to use a strategy that Esther used to conquer the enemy. God bless you. Bwana Yesu, makofi mazuri. Let us all stand up.